kora sei totato mintaga kwa bagatebanga. Unajua mimi nilielewa na baba wa kambo. Bona my dad original akakufa. Bagatebanga egere bire chambito bwata togenda tutume buru na maite gendo gekoro kwe buru kumbe buru ekorwa bakoleta kyombe basie baso agochita sebe bachingeza onyenji gokura mwakure mwali emogo chita bakachia chiolenga kyombe chigaso goitwa njenga bate itegerera gento gekoro kwe buru tinga manyeti gento manyete manyinga itegeto musaraba naishaine bagataba bwato moisho imo ebigana bakambwata bakangase kabatebi tegeramba tebi inchegente kimogontebya yekitinke manyeti gento manyete yeso bali bachete buru bakure nerira babali oyo igotebete yeso inche moyonde. Listen to me, haijalishi kwenu kulienda aje nonye bago wotebinirana ya babu yako hatinirana ya nyanya yako ebimbigo koraga sigoro yao. Leo hii neno la Bwana linakuosha, neno la Bwana linakuosha goko wako lebuya ebamina. Yule mwanamke basi akamwekea mkono akamwambia nimebadilisha tumbo, tumbo libebe mtoto. Mwanamke akaenda akalini wewe alipasta akamwaba kefea kapanda gari akaenda Nyaronde ekaira Jumapili ekaira Jumatatu litukolia Jumaine usubati oliende gaswa koroma ekegusiba goteba kubina swati olia gaswa kubina akaletwa baka bosongo enyagitari eitoga na lia alenge gosere for 4 ngakie yo if I don't remember buya ekara kaletwa ga yule dada. Kumbe hata madaktari wanamjua. Wakasema baba na lere gwacha daktari lilia jinasi kama daktari atebete tali mwana obwate na mache neligena nekegomi akabate bitegerera. Pastor aliniambia on a Sunday machi isi ligena isi kegomi. Pastor aliniambia ni mtoto korusobo gagote binginangire ngina niga motebeti aye gwasale kilomotwe ai kanise chigwachete chago salio bongo none fe ati nikokoa akamotebi sauri yako umwa boswati ya kanana bwe chirani kamote ingefea chere nyagitari ninkoligerie echirani ekamoe fea hagacha bosongo uwe mosubati oliolia nyagitari bonongo teki gware abasubati bande baachire baba bakoro kuchipensi chikaiditi chikaidj yani bago ikabayibora kegima bago ikabayibora kegima ono yochire chinasi chitagetio yo because no mokoro ebata ite chikaidj chikaidg chirijuko bwato ko bwango musubati lya bata nkonye chinasi gatabanga ebyanda bigo kolingo poa bile. Muswati lya gatabaliwe liwaro agaikaransa buya agatebanga. Pastor alisema ni mtoto akitita diko kwana gochime mono lakini abangi namba manjete agateba get one omaki get on your maki eseti ndio hiyo go kasema push nogo tuoma ayayayayaya ichuma liga kanse po ayayayaya ichuma linde liga kanse po egakurerana enda yabo gole tirigena kumbe no mwana. Hallelujah. Inkie kibago tebo bwate na kibago gokwana na kibago manyete abago teba bana baone meticho bago teba bana baombosa tigaba kumie emetiche yo kola tera besa ku America emetiche yo kwa gachere chigoroba emetiche yo gosikwere kenyoro Egesa amaja sesenigwe Egesa amaja sesenigwe. Sikia omo nginolia akerwesi na aye ngina nyalebe agateba ekoneki abire nyagitari minyoka gocha omwosubati oliocha onyorira abana ninaga kansa kagireka akabogori gunechi chirani gocha omosacho ekonyoro mutugutiro chire na akuru agakerwesimi bikone byabeira omusubati oli aligena lya rurenda yabeira abana babere
akaline gari koduna kuru express ekoro kumoro raini mbaka Bosongo General ebikone bikabo Nyasaye ka omusubacho yage kone Yesu ka omusacho yage kone omone none ka omwano yage kone ka enge yage kone basekera irubobe barokiru baoni rwa maremo mbaka babagoreti bako basekerera n'abantaba n'abariri baoneti amaremo bagakora nonye muaonirie Nyasango igorare enchera amarema irane na inde kogora mora amaremo gwetani ayo mwagache gwetani ayo Egesa wasesenigwe onye togo teba mina tima think yokatakete tekerango te baba none ndebwatire around yeyo mwakoyo etariki mune yabono omwana natoke nyombe yo mwana natoke nyombe yo nonye negasi kwarigiri yaborire aseri etari ya Yesu Kristo Nyasaye borie gasi eyo egasi inyanyore of your job of your business chibesa chiasire tasi chiachete gochi aseri etari ya Yesu chinyore rero bakanga kachindo bakante yo moisho igota eto toletere biri chabantu batoite goikotu meburu kabate buru tingo tuma hallelujah. I was the first person kwa ndiye gari gochiseito. I was the first person kwa gache gari eye nyomba yerigena na kibonongo kora muntu rangigwe na ari igoroga ukoroku Yesu umaite gochenchia mangana ase nyombere ya matobe tatango letale rigena asomo buko abojogete tatango nyosonare se nyombego sekererwa tatango letale siko ase mechandere Yesu anabadilisha katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unabarikiwa mahali popote ulipo, hebu nipungie mkono wako namna hii. Nipungie tu mkono wako kule. Unasema hakika neno hili linabariki moyo wangu. Na unasema maneno haya mtumishi wa Mungu anaongea na yafanye kazi juu yangu pia. Huko pale unasema namna hiyo, nisikie amina nzuri. Akinyugwa amina ereneji nguru. Nisikie amina iliyo una uhai. Wote wenye pumzi na waseme amina nzuri. Nipungie tu mkono namna hii, usiache. Nipungie mkono wako namna hii. Nipungie mkono wako namna hii. Nipungie mkono wako namna hii. Sasa ninataka tupungie mbingu. Pungia mbingu tu mkono namna hii. Angalia juu tu uipungie mbingu. Kuna utukufu. Ninaona mawingu yametanda. Kuna utukufu mkubwa. Vile uko namna hiyo, nataka ujue tuko live Sayari Radio, na wakati huu Mungu anaenda kutuhudumia. Ninasikia tu kuombea watu, maana mtumishi wa Mungu amehubiri, ameongea kila kitu, nyimbo zimeimbwa. Hebu songa tu karibu hivi tuombe na wewe tumalize. Wale mko kwa barabara, tafadhali tu songa tu, msipite hiyo kamba tu, songa kabisa. Tuteremuke ni nungo kuana na inwe, songa tu hapa tafadhali. Niombe ili tumalize. Nilete waimbaji. Otiso hajaimba, ananiambia ndio unaona, na ninongonezea, ananiambia maliza haraka na mimi nimalizie sijaimba. Hebu teremuka tupande hii tuombe pamoja. Wale mko kule kwa kona, suka igasegeti tokora masabamo, maombi ni baraka. Kuna vitu mtumishi wa Mungu ameongea hapa ambavyo vimenishangaza, vimetisha moyo wangu sana. Amefanya hata nikumbuke ushuhuda mmoja. Wakati nilikuja hapa Egesa, nilipomaliza mwaka mmoja, kama si mwaka mmoja, miaka miwili hivi, nilikuwa ninaendelea kuomba na kuhubiri. Dada mmoja kutoka hapa Igege ndani hapa akakuja akaniambia, pastor, dada yangu ana mimba, lakini hii mimba imezidi muda wa kuzaa. Nikamuuliza imepita miezi 9, akaniambia ndio pastor, imeenda mwezi mmoja na miezi mwaka mmoja na miezi 4. Ikanishangaza sana. Nikamwambia ako wapi? Nikamwambia hakikisha umemleta Sunday ni muombe. Akaniambia sikia pastor, ameombewa na wahubiri wengi. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia hata tulimchukua kwa wale waombezi wa Radio Maria, na tulipoenda pale wale waombezi walituambia huyu mwanamke amerogewa paka kwa tumbo, si mtoto amebeba, ni paka iko kwa tumbo. Na huyu dada yake akaniambia akiwa na uhakika, akaniambia maneno walikuwa nasema pastor
nataka ni ukweli, kwa sababu huyu dada yangu kuna wakati inafika yule mtoto ile kitu iko kwa tumbo anasikia ni kama inagwara tumbo yake, kuarenda inagwara tumbo yake. Akasema pastor, ni kama kweli vile wale walisema hawa waombezi wa Radio Maria ni paka amerogewa kwa tumbo. Nikamwambia leta dada yako Sunday hapa kwa ibada. Alipoletwa hata hawakuniambia amekuja, nikafanya tu ibada, tukaomba, tukamaliza. Akamleta baada ya ibada kuisha, akaniambia pastor, yule dada yangu nilikwambia ndio huyu. Nilipoona kweli tumbo ni kubwa, yani mtumishi wa Mungu ameongea maneno mpaka ikanikumbusha tumbo kweli ni kubwa. Na nikauliza una uhakika imepita mwaka, ni zaidi ya miezi 9? Akaniambia yeye ndio pastor, imeenda zaidi. Ibada ilikuwa imeisha, nikachukua mafuta, nikakamata, nikamshika kwa kichwa, nikaambia mke wangu akashika tumbo, tukaiombea, tukasema waombezi wa Radio Maria walisema ni paka, lakini nikasema nimetabiri kwa jina la Yesu, maana huyu alitaka mtoto, sasa isiwe paka tena, awe ni mtoto. Aita mangana na lengo kuana bagusiba roranga umonto ya mangana kukuana nechi ndoto. Sijui kama huyo mtoto wako around hapa. Yule mtoto wako hapa, yule alisaliwa, yule waliita paka ako asha, sinitafutie kama yuko around. Sijui kama yuko around hako na sisi hapa. Nafikiri yule mtoto aliitwa paka, wakiwa wanaendelea kutafuta, maana najua yuko hapa tu, yuko hapa, yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ataletwa tu utamuona. Sasa nikaambia yule mwanamke, nisikie, hii wiki hii ambayo tunaingia, nataka uende ulete mtoto. Hakuwa naamini, alikuwa ananiangalia ni kama haelewi kile namwambia. Nikamwambia ninataka ulete mtoto. Akaniambia pastor, sikia, miezi 9 tayari imeisha. Niombe tu hii tumbo iwache kuwa imefura, inanisumbua, ninashindwa hata kufanya kazi. Niombe tu. Huyo dada nimemuona yuko hapa. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Ushuhuda mwingine ni vizuri uone kwa macho, uone life ndio uamini kile unaambiwa. Baba ndigelio mwana imo ndetera aiga. Ndetero mwana huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigie hiyo wimbo. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yahweh, ni zako usieshi. Utukufu Bwana, utukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako Yahweh, ni zako, ni zako. Hebu nisikie, wakati watu wa Egesa wanajua huyu dada kati wanokuru baba nginyuri lietale Zipora, wakati wanajua Zipora tintageti bantu basido of Abraham bali momo manyete bagaiga abantu mora bagenia saya ngora kyokoboko momanye toyo momo manyete bakwani kora bakwani yote ba marieta tu na bakwani abanchi bo mana somara go bono mana bakwe asa marieta spora murangoro kwa nincho na bugoti umwana umwako muri mitenyebere lakini umwana boni gabwate myaka 5 nigongo ni Nyasaye ngambia muna sogma bo umwana olia okini na nengo ndale skuru mpure unity achiete. Amen. Mimi ningekuwa wewe ningempigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ninaambiwa huyo mtoto hawakuja sijui walikuwa wameenda kwa nani, lakini kesho ninaambiwa ataleta mtoto wake hapa. Amen. Utaona huyo mtoto vile ni mrembo. Yes. Msichana mrembo. Uliba arogete kemoni, Nyasaye akamuoa mwana olekieni. Barikiwa tu sana. Kesho niletee huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu alipokuwa naongea haya maneno, nilikumbuka, nikaelewa, nikatambua kile kinakula watu katika miji mahali wamezaliwa. Sikia nikwambie. Huyu mwanamke nilimwambia enda Zipora, na hii wiki nataka unipigie simu uniambie umeleta mtoto. Hakuamini, wakaenda na dada yake. Jumanne nikiwa kule Nyamira mahali panaitwa Nyansabakwa, nimeenda kuombea boma.
Akanipigia simu, dada yake akanipigia simu, akaniambia ile kitu ilikuwa inagwara yeye tumbo, imeanza kumugwara na tumbo yake inauma. Angalia pasta, ni kama anakufa. Pasta akikuja umuombe. Uko wapi pasta? Nikamwambia hiyo ni labor pain. Kimbisha yeye kwa hospitali, alete mtoto. Sio paka, ni mtoto. Nebia pasta, unamaanisha nini? Kakingo kuwale saba. Nikamwambia nako lete kwa saba Jumapili. Sasa enda munilete mtoto. Hiyo Jumanne akakimbishwa hapa mpaka hospitali hapa Kisii. Akazaa mtoto msichana mrembo. Wakanipigia simu wakilia, wakasema pasta, hatuamini ama ene keno nyori ro mwana na no mwana nyaruka. Sasa sikia, niongee na wewe, niongee na mtu wako hapa Egesa. Aliposoma neno la Mungu, mtumishi wa Mungu Otiso alisema, akaninyoshea kidole akaniambia nilitafakari hilo neno. Sasa nisikie vile nilitafakari na vile nilifunuliwa nikaelewa. Niligundua ya kwamba mahali mtu amezaliwa ni mahali muhimu sana. Mahali mtu amezaliwa ni mahali muhimu sana. Pana umuhimu wake. Listen to me. Maji ya kisima ya mahali mtu amezaliwa yana uwezo kwa mtu huyo aliyezaliwa kwa yale maji. Nisikie, nirudie tena. Mchanga ama liraba ya mahali mtu amezaliwa lina nguvu sana na uwezo kwa yule mtu aliyezaliwa pale. Ndio maana wachawi wanaonekana wana nguvu. Leo sikia, nikufungue macho uone. Ndio maana wachawi wanaonekana wana nguvu mpaka wameanza kuogopwa na watu, mpaka Wakristo wenyewe wanawaogopa wachawi. Ni kwa nini? Wachawi wanajua hii siri. Wanajua kwa mchanga wanaweza kukamata yeyote aliyezaliwa kwa huo mchanga. Wanajua wakienda wasimame kwa soko mahali ulikunywa maji ukiwa mdogo ukagrow hapo, wanaweza kuongelesha ile soko na watu wa area wote wakachanganyikiwa, watafanya vile wanataka wafanye. Ninamaanisha hivi, mchawi alijua hii siri, na akisimama kwa ile mchanga mahali ulizaliwa, hata ukiwa Amerika akisema ukufe kwa asma, hiyo asma inakukamata. Maana ule mchanga mahali ulizaliwa una nguvu juu yako. Sema mavumbini walitoka na mavumbini watarudi. Hiyo ndio maana maandiko inasema hivyo. Nisikie nikwambie, mchanga na ground ina uwezo mkubwa kwa mwili wa mwanadamu, kwa sababu tumetokana na huo mchanga na mosao umezaliwa kwa huo mchanga. That's why wachawi wametisha watu. Mimi Sagana nilipotambua haya maneno, hakuna mchawi anaweza kunitisha. Hakuna siku tena mganga anaweza kunitisha. Hata achukue picha yangu, anafanya kazi ya bure. Wacha picha, hata achukue nguo yangu, anafanya kazi ya bure. Inaweza kuongea hii ukashindwa, huyu jamaa anamaanisha nini? Siku moja kule kwetu nyumbani kuna mwanamke mchawi, yeye na mume wake wako na mesira aina 3. Wato musiro gusi, umusiro bogere, no musiro boruya. Emesire 3. Umusacho yue anko yanega akoragire mbogokia. Hello. Sasa nisikie, walifanya hivyo tukiwa wadogo, hata wakamalisha baba yangu akafa kupitia kwa hiyo mesira. Wakiona mtu anajaribu kufanya kitu, wanamkamata wanamrudisha chini. Sasa kitu ikatokea, Bwana akanibariki, nikaenda nyumbani kumjengea mama yangu nyumba. Nikatoa nyumba yenye walikuwa naishi ya matope, nikamjengea nyumba nzuri. Anko zangu, ndugu za mama yangu wakaniita, wakaniambia, kijana, hii kitu unafanya ni mbaya. Wewe unajua hawa maanko zako ndio waliua baba yako, na umeanza kujengea mama yako nyumba. Usipochunga wataua mama yako. Ngata kwenye tora nyombe yuo nango kuale nelio no murandinde ngaseka nkabagoria nkabasabetige toro yo kwagacha mutago ntiga nkole munandengeretie bagantebya yaya onye nyokotago kwa naye bagoita kabatebya gongo kwa ninje ngokwa ntigere libaga nagachere mame nyomba ya maraba ya toro sirie. Unanisikia kweli? Yes.
Wakaniambia hivyo wakiwa na waliona wao wana advice nzuri tu za kunizuia, lakini nikawaambia nitaijenga hii nyumba na mama yangu ataishi kwa hii nyumba, atalala kwa hiyo nyumba. Wakaniambia wewe una risk maisha ya dada yetu, usijaribu kufanya hivyo. Tuna shamba kule Sirale mahali wanaita Maabera. Mama akahama kinyumbani, wakampeleka kule, akaenda kule Maabera eti nijenge waone kile kitakuwa. Nilijenga ile nyumba ikaisha. Ilipoisha nikaipaka mpaka rangi, nikanunua vitanda na viti zote za ile nyumba, nikanunua mpaka TV nzuri. Sasa nikaita mama yangu, nikamwambia kuja, ilikuwa Christmas December kama sasa, kuja tukule sherehe na watoto wetu. Sikumwambia ni nyumba anakuja kufungua. Tukachinja ng'ombe, tukaita majirani wakakuja. Mama akaja akaingia kwa ile nyumba na akalala mugakia, hakufa. Toranyiwa, sikia nikwambie. Sasa huyu mwanamke kesho yake tukiwa tunatembea na ndugu zangu kwa shamba yetu kwenda juu, yule mwanamke akajua nimeenda kule, akakimbia akakuja. Sikia, kuna nguvu kwa chumvi hii ambayo umesikia imesomwa kwa kitabu cha Wafalme wa Pili 2:19. Elisha akaambiwa maji ya mji huu yamekuwa mabaya na yanazalisha mapooza. Maana ya mapooza ni utasa, hakuna chakula inamea. Watu wa nyumba hii wanakufa wakiwa wadogo, mimba zinatoka. Maji yale yalikuwa yamekuwa mabaya, yale maji yalikuwa yamelaaniwa. Elisha akasema nipatie chumvi na unipatie bakuli mpya, mweke ile chumvi ndani yake. Elisha alijua siri ya kuyaponya maji. Hata ukiombewa kama maji ndio yamelaaniwa, huenda usipone, ni mpaka yale maji yanenewe. Wakati wahubiri wataelewa siri hii, Kisii yetu itapona. Wakati wahubiri wataelewa siri hii, Kenya itaokolewa. Kuna wengine wakati nilianza kuombea chumvi, ushuhuda zikawa zinakuja, wakapata platform ya kuhubiri. Wanasema bande baachire akora ndigoro yechi chumvi ntoruseti ya soma ungaito. Soma Biblia, haya mambo yako kwa Biblia. Hata mafuta ninayoongelea yako kwa Biblia. Kitabu cha Yakobo 4:13, Yakobo 5:14, Biblia inasema akawaambia ikiwa kuna mgonjwa katikati yenu, na waite wazee wa kanisa waje wamuombee na kumpaka mafuta. Na hata kama ule mgonjwa alikuwa ametenda dhambi, atasamehewa na ataponywa, atainuliwa tena. Haleluya. Sasa nilipotoka kesho yake tukitembea kwa shamba yetu kule juu, yule mwanamke mchawi akasikia niko kule, akakimbia kule, akakuja akaniambia wewe ni mjinga sana, wewe ni takataka, unafikiri kile tulizika unaweza ukakifufua. Nikawa tunamwangalia na ndugu yangu, huyu ni ndugu yangu mkubwa, tukawa tunamwangalia akacha, wakastuka. Wale ndugu zangu wengine wakashangaa, wakaniambia bwana usijibishane na huyo mama. Nikawaambia leo ndio ile siku, hii ndio ile siku nilikuwa ninangoja, hii ndio ile siku. Halo, sikia nikwambie, kabla sija kupeleka mahali ninaelekea, nasikia kuombea watu leo. Hata kama walilaani mchanga, wakasema mahali popote utaenda hautafaulu, leo kutoka hapa tunamtuma Roho Mtakatifu wa Bwana, na ule mchanga mahali ulizaliwa utakombolewa, utawekwa huru, utasamehewa, utaponywa, ndoa yako itarejeshwa, furaha itarudi tena kwa hiyo nyumba. Ikiwa unaamini sema amina. Nasema ikiwa unaamini sema amina ya nguvu. Sema yes, 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 yes. Hallelujah. Thank you. Sikia, yule mama unajua ni anti yangu, na anti mara nyingi wana uwezo wa kulaani mtu. Yes. Unasikia? Akakuja alipoanza kuniambia wewe ni mjinga, ati unaanza kubomoa nyumba za matope ukileta permanent hapa. Akaniambia tutaona kama utatoboa. Akachukua nguo zake akaniinulia akifanya hivi, akaniinulia akifanya hivi. Nikakwoti yale maandiko yanasema aliyebarikiwa hawezi akalaanika. Nikumbe
utawazima wachawi na waganga. Halo, na hapa mali ananiongeleshea ni kwa shamba yetu nyumbani, na ananiongelesha miguu yake ikiwa haina viatu, anakanyaga mchanga kabisa. Nikasema Bwana, hata kama madharau yameenda sana, huyu amezidi sana. Nikatuma ndugu zangu nikawaambia niletee chumvi kutoka kwa nyumba. Nikachukua chumvi nikaiombea, nikamimina mahali alikuwa amekanyaga miguu yake. Saa hivi tunaongea na wewe, huyo mwanamke ni anti yangu, ni mama mzee, akabebwa na pikipiki, akaanza, walikuwa na ugonjwa wa sukari, ule ugonjwa na presha zikapanda, akaitwa apeleke hospitali. Pikipiki ikaitwa, alipobebwa kwa pikipiki, ile exhaust pipe ya pikipiki ikachoma mguu wake. Alipofika hospitali, kinonda kikaendelea kukugua kubwa, na vile unajua mtu wa sukari kinonda yake haiponi. Tumejetiwa madhara ya kansa. Alipofikishwa hospitali akashughulikiwa, sukari ikarudi chini, lakini akaambiwa mama, hii kinonda inaenda ikikuwa kubwa, na akaambiwa imeaffect mguu wote. Mguu ukatanu ukawa mweusi kabisa. Akaambiwa lazima ule mguu ukatwe. Kogorokolia atacherete seito ukondagereria akoimoki chiango koragereria agonte bya enelichara ayaseta yogochia amagorari atacherete ule mguu hapa ema ukakatwa, na ndo nacheretu igoro mono. Unasikia saa hivi ninaongea na wewe, hawezi kutoka kwa nyumba. Ile miguu alikuwa anatembelea kulaani watu iliisha. Sikia nikwambie, wale waliokulaani wakasema hautafaulu, aliyebarikiwa hawezi akalaanika. Leo hizo laana zinaondoka juu yako na baraka zinaachiliwa juu yako. Katumana maneno akiongea akiwa kwa kitanda, sema ambia teberio moisi oyo ikakorire koira na kerasare kama tebiti ni moisi oyo no musombo Nyasaye na wowo tobo mwaka yoriti ni musombo Nyasaye. Vile tunaongea na wewe, amewekewa oxygen, hawezi kupumua, amelala kwa kitanda, na Sagana aliyesema hawezi kutoboa. Niko Egesa, hiyo sauti unasikia ni yangu, na ninaendelea kuporomosa injili. Mke wangu amehubiri hapa akasema tutapasua miamba leo kwa jina la Yesu. Miamba ya wachawi tunaipasua leo kwa jina la Yesu. Madhabahu yaliyoshika baraka zako tunayapasua leo kwa jina la Yesu. Wale walikulaani wakasema utakufa kwa ajali, wao ndio wanakufa. Ninasema back to sender, back to sender, back to sender, back to sender. Hebu tuseme na wewe mara saba, let's go. 1, back to sender. 2, back to sender. 3, back to sender. 4, back to sender. 5, back to sender. 6, back to sender. Ndio saba, back to sender. Nisikie kelele. Hiyo ajali walikutumia haitakuwa wewe. Hiyo nyota ya watoto walikamata, lazima wataiachilia, na kama hawawezi kuiachilia, kaburini wataingia. Hiyo makaburi walikuchimbia, wataingia wao na watoto wao. Kama unaamini sema yes. Ayayayayaya. Oyo ni ngobwata terira bali Egesa na Nyankongo akabwata na kinyatieko bakaroka bakasaye getiki abarogi. Oyo ni ngoyo baete chinguru echi edigwengo tebi lira bandi bwata mato lira banko yuwalire elyogi ya Nyasaye nigoli etaneti amangana ya barogi elyogi ya Nyasaye nigoli bwata pakegetare elyogi ya Nyasaye nigoli kogenda pakanse yeliraba lero kende gyonsi batindegete mamincha yobogima bw'omwana bw'omukyoyo oikagira baliateke nandeliroko ebintu birya emesira babegetense tidigoteberunse bosa lakini nanye onchoire erori chimbuobo ekeribaaganetie ekorekanase chimbuobo wakule matunda ya ulimi wao. Chochote walio
nimetangaza waolewe na wake kama wameolewa wafukuzwe. Alikataa watoto wako wasizae, kwa njia hii ndoa yao iishe. Nimetangaza kwa jina la Yesu. Mchanga sikia, achilia watoto wa huyo dada, achilia watoto wa huyo mama, fungua tumbo yake sasa. Nasema watoto wako watazaa, wake watafanywa matasa. Si mtu aseme ndio. Haleluya, 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 haleluya. Unashangaa pastor anasema nini? Hii chumvi hii ambayo wengi wameikejeli wakiongea vibaya. Siku moja hapa Liosiri, kuna mzee alikuwa amezaliwa peke yake kwao. Dada zake wakanipigia simu waliponisikia kwa Sayari Radio ambayo niko live leo saa hii. Niko Sayari Radio live. Walinisikia pale nikihubiri. Wakakimbia wakanipigia simu. Wakaniambia mchungaji, ndugu yetu peke yake pombe imemuweza, ni yeye peke yake. Tuko na shamba kubwa, amerogewa pombe, amefika mahali anatapuka damu kwa sababu ya ile pombe. Nikawaambia huyo ndugu yako niletee kanisani. Akaletwa kanisani. Nikamuuliza, kwa nini unakunywa pombe mpaka imekuharibu namna hii? Akaniambia, pastor, hata mimi sijui, ni kwa sababu ninapojaribu kuacha ile kiu inapanda tena, inakuja. Kumbe wachawi waliongelesha mchanga wa kwao kule Liosiri, wakampandia mizigo ya pombe akufe kupitia kwa pombe. Tumangeti mongi na toyongo kwanera bana bae batingire ne meita ya maru rera serieta ya Yesu onyenda igalero ankio Jumapili kingo tambo kya bantu mwaka ake meike yuebugwe ebugwe ni moye nyomo ya etagete gusira okowa ya maru musacho yakonywa korege na mona inche emeike yuko bwatukwere ekiagera maruande talia monta wancha ayande no konerwa ayande na yechinderi lakini ntobwateri etalia Yesu oyo musombo Nyasaye atebanga manyingaye nare ne chinguru motinya maragereria eria babu basiborwe ande babu ende sebamino. Amina. Alipokuja hapa huyo mzee nikamuombea, Bwana akanifunulia akaniambia, shida ya huyu hata ukimwombea hapa, shida iko nyumbani, sio hapa. Nikatoka na wao nikawaambia, pangia mimi siku, nikawaambia Jumatano ninakuja kule nyumbani Liosiri niongeleshe mchanga. Nikachukua chumvi nikazunguka hiyo nyumba. Mara nyingi wachawi upenda kuweka vitu kwa dirisha za bedroom na kwa mlango wa entrance main door, mahali mtu anaingilia. Hapo ndio mahali wanapenda kuzika vitu. Sikuambia tuchimbe tutafute vitu, lakini niwaambia chochote kimepandwa chini kwa chumvi kinakauka na kuisha. Nikazunguka nikiwa nimeombea chumvi, nikatakasa hiyo boma. Sikia nikuambie, kutoka siku hiyo ilikuwa 2021 mpaka leo, hiyo pombe ilitoka kwa yule mzee. Leo ni mzee wa kanisa hapa Liosiri kaki ni moyo mko na kuagachero kuegenda. Leo inatendeka na kwako pia. Hapo wamejaribu imesindikana, inatendeka na kwako pia. Eti umeombewa imesindikana. Hata Petero alimwambia Yesu, wakati Yesu alimwambia chukua hiyo nyavu uipeleke kwenye vilindi vya bahari, utupe nyavu chini, maana ninataka ukavue samaki. Petero alimwambia Yesu, usiku mzima tumekuwa kwa hiyo bahari na hakuna kitu tumepata. Lakini Petro alikuwa mtu mwerevu, anaitwa Simoni Petero. Akamwambia Yesu, lakini kwa neno lako nitaenda, nitapeleka. Kwa neno lako nitaenda, nitapeleka. Kile aliona mahali alikuwa usiku mzima hakuamini kwa macho yake. Maandiko inasema hata zile nyavu zilianza kukatika kwa sababu ya uzito wa samaki. Ikabidi waite wenzao waje wawasaidie. Abu asoroche byasinyire aseri ingana lyanerero lingana lyobobani asayo egetarengwate kakere na mache kurwara sayo. Usiame hiyo area location ya
biashara ati imekuwa kavu, hapo hapo kwa neno la nabii nimetabiri hiyo mwamba utapasuka na maji yatatokea pale. Kama unaelewa sema amina. Piga kelele na useme ndio. Sema ndio. Sema ndio. Sema ndio. Kuna mtu anashangaa kwa nini pastor anapiga kelele. Nature ya Mungu ni kelele. Mungu anapenda kelele. Anasema mahali wanangu wanasifu nitakuwa hapo. Mahali kuna sifa zangu zinasifiwa nitashuka nikae pale. Kuna vitu vinaharibika katika ulimwengu wa roho sahi. Kuna mambo yanafanyika katika ulimwengu wa roho sahi. Kuna vitu vinapasuka katika ulimwengu wa roho sahi. Usiku nilipokuwa nimelala nilisikia sauti, vitu vinapasuka kama glasses zinafanya pakakakaka. Nikauliza Bwana ni nini inaendelea? Bwana akaniambia kuna vitu vinapasuka mahali walizika baraka za watu wa Egesa, hapo patapasuka. Hayo madhabahu yapatapasuka. Na saa hii nikiwa ninaangalia anga ninasikia hiyo sauti tena ikiwa mpya kabisa. Vitu vinapasuka, vitu vinapasuka, vitu vinapasuka, vitu vinapasuka, vitu vinapasuka. Kamba walizokufunga, nira walizokuwekea, mizigo walioweka kwa mabega yako, leo inatolewa, leo inatolewa kwa unono wa mafuta, by the anointing. Hiyo uzito unaondolewa, hizo kamba zinakatika. Kama unaelewa sema sikia nikuambie, nataka tupige Jesus mara 7 na utasikia vile vitu vinatendeka hapa juu. Inua mikono yako juu. Nikisema 1 nataka kusikia mtu anasema Jesus. Are you ready? Yes. Hebu tujaribu 1. Jesus. Hebu wacha kidogo. Utaendelea tu lakini kwa hii wacha kidogo. Hebu nisikie 1. Wow. Rafael, ngoja kidogo, hata wewe nataka useme Jesus kuko na ukibata. Basi inua mikono yako juu. Wale wa huko nyuma wanamaanisha nini? Aya matemwa yoga nyete onye binte bimbi gwateka egentokera haruo na yora soke gutara saba saya bure na barabu. Sikia tu nikwambie ukweli, utaaibika, lakini hivyo vitu vikipasuka mambo yatabadilika. Inua mikono yako juu, bora huko kwa kiwanja. Twende 1 2 Jesus. 3 Jesus. 4 Jesus. 5 Jesus. 6 Jesus. 7. Ukuta uliowekwa wa kukuzuia wewe kuvuka mwaka, Yes. umeanguka. Nisikie makofi mazuri na kelele. Haleluya. 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 Niko hapa nitabirie watu wa Egesa. Tori huko utaratambo kwa mwaka. Hawezi kufa kabla ya kuruka mwaka. Kama unaelewa sema hiyo ni yangu hiyo. 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 Sunday kama vile mtumishi wa Bwana amesema hapa saa 6 usiku. Ayayayaya. Nonye na barogi bakarese mechi bakunegete kinyongo. Bakumye linki kiabeire. Kiagera kinyongo kiri na kiateke. Abarogi bari bayirana na mwene kinyongo kiria. Nayo tambo kwa mwaka. Wangapi wanasema pasta lazima univukishe mwaka. Sema pasta nitakuwa hapa. Nitakuwa hapa. Nitakuwa hapa. Amen. Kabla sijaendelea, wangapi wako hapa baada ya kusikia neno la Mungu wanasema mchungaji nataka kuokoka. Nimeamua nisarende maisha yangu kabla ya kuvuka mwaka. Nisivuke mwaka
mwenye dhambi, nivuke mwaka nikiwa nimeokoka. Leo ninaombea wagonjwa hapa tena, leo na kesho, na nitaombea maji. Nataka niletewe maji ya mito ya hapa chini, hiyo maji niwekewe kwa chupa, hiyo maji ndio nitaombea, na kesho nitamwagia watu hiyo maji hapa. Utaona vile watu wanafunguliwa hapa, utaona vile magonjwa yanaondoka hapa. Kesho ninayabariki hayo maji, na wewe uliye na chumvi unataka niiombee, leta hapa. Sawa kumelie kia wande wako randia emechando nayo renero. Hello. Yes. Kwa hapa unasema pastor nataka kuokoka, hebu nikuone kwa mkono tu. Unataka kuokoka? Ya tiga kongosa mwenzi. Paka bali batulegete nande igoro. Bali ba igoro mbacha. Niletewe wale ambao hawakuwa jana, hawakuokoka jana, hebu kuja hapa. Nataka kukuombea hapa. Asha stengeneza njia. Asha stengeneza njia. Asha stengeneza njia. Kuja tu tago kumelinkia bantu bagoteba. Kuja hapa nikuombee wokovu. Wewe mwanaume usijali hao wenzako wanasema nini. Njoo hapa nikuombee wokovu. Zuia watoto tu kwanza. Nilete watu wazima tu ndio nafasi itoshe. Watoto watakuja tu baadaye wakati wa kuombea wagonjwa. Watoto wote wakuje pandei, wala wanataka kuokoka watoto wote. Hata mimi niliokoka nikiwa mtoto mdogo. Ninasikia roho wa Mungu ananiona nisizuie watoto waje tu pande ile. Wala wanataka kuokoka peke yake, lakini watu wazima songa pande hii. Songa tu pande hii. Songa tu pande hii. Asha tengeneza njia. Tengeneza njia. Wow. What a powerful evening. God is changing souls. God is turning souls. Mioyo inamurudia Jehova. Mioyo inamurudia Jehova. Hakuna jambo linampendeza Bwana kama mtu anapofanya uamuzi wa kuokoka. Wote banga haki tintanki tintambo kemwaka ntaratoleka tagete gotoleka nande pastor mbatize. Kimbia hapa nikuombee. Kimbia hapa nikuombee. Bado nafasi iko. Watengeneze ashas, wasongeze namna hii. Wasongeze namna hii kuwe na nafasi ya kutosha. Wale wako nyuma songa hapa mbele kidogo. Songa hapa mbele kidogo. Hapo hapo. Hapo hapo. Hapo hapo. Songa tu hapa karibu. Songa tu hapa karibu. Huo uamuzi umefanya ni uamuzi wa busara. Amen. Mimi haja yangu kuja hapa sio hata kuhubiri. Ninajua tuna wahubiri wengi. Bwana ametuita tukiwa wahubiri wengi. Lakini haja yangu ya kufanya mkutano huu ni kwa sababu ya hii mioyo. Hawa watu watolewe kwa uovu, wamgeukie Bwana. Hawa jamaa unaona wameng'ara leo, walikuwa walevi, walikuwa wamefungwa kwa pombe na bangi. Siku ile nilifanya mkutano Januari, walibadilika na leo wako hapa. Nilimwambia Bwana jinkoge Egesa ngako ni radionde na sede kionde patoleke ili abantu basiborwe na kubwenda. Amina. Songa pande hii. Songa tu hivi. Wala wako nyuma songa tu hivi. Songa tu hivi. Songa tu hivi. Thank you Jesus. Najua Bwana. Sawa tu, sawa tu bila unasikia tu sawa tu. Nchini pako sifa hizi zifike, kiti pako manukato. Inua mikono yenu juu. Hawa mko hapa mbele. Hata wale watoto inua mikono yenu juu. Inua mikono yenu juu. Nataka ujue hivi, hata kama ni dhambi gani ulikuwa umefanya mbaya zaidi, hata kama ulikuwa umetoa mimba na hiyo kitu imekuwa ikikuhukumu, unasikia ni kama hauko sawa kwa sababu ya hiyo. Leo sikia nikuambie, vile ninakuombea hapa unasamehewa kabisa. Anasema nitazitakasa dhambi zako. Anasema njooni nyote mliokuwa na dhambi nyekundu kama damu, njoo tusemesane nami nitawasafisha, nitawatakasa mkawe weupe kama theluji. Leo unasamehewa. Leo Bwana anasahau. Anasema akikusamea anasahau kabisa. Leo vile unatoka hapa, hiyo kitu iwache kukuhukumu, maana umesamehewa na Bwana amekuponya. Hata kama uliua mtu, leo unasamehewa. Hata kama umekuwa mwizi kwa muda, leo unasamehewa. Hata kama
Nini ilifanyika mbaya namna gani? Leo unasamehewa na unaanza maisha mapya ndani ya Yesu. Jamani, mbingu inafurahia, mbingu ina furaha kwa sababu ya mmoja anapopeana maisha yake kwa Jehova. Rudia maombi haya nyuma yangu. Asante mtumishi wa Mungu. Inua maombi, inua sauti yako juu na mikono juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Funga macho yako vizuri. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Maji nisisikii vile mnaongea, nasikia watoto wakiongea. Hebu weka sauti yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Nimelisikia neno lako. Nimelisikia neno lako. Na limegusa moyo wangu. Nimeamua kuokoka. Na kuachana na dhambi. Ninatubu. Dhambi ya siri na dhambi ya wazi. Yesu, unitakase kwa damu iliyomwagika msalabani. Nifanye kiumbe kipya. Nipendeze machoni pako. Lifute jina langu leo. Lifute jina langu leo kutoka kwa kitabu cha mauti. Uliandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kunisamea na kuniokoa. Nimeamini. Wachawi walionikamata wakaandika jina langu kwa vitabu vyao. Jioni ya leo jina langu limeondolewa pale. Siko kwa vitabu vyao. Siko kwa madhabahu yao. Nimesamehewa. Nimekombolewa. Jina langu limebadilishwa. Sio yule mlevi. Sio yule kahaba. Sio yule mwizi. Sio yule alikuwa anavuta banki tena. Nimesamehewa. Roho Mtakatifu wa Bwana. Pata nafasi ndani yangu. Uniongoze. Unilinde. Unifungulie milango. Kwa jina la Yesu. Nimeokoka na kuamini. Hebu sema amen. Ndio mikono yako juu tu. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu ya mioyo hii iliyoamua na kubadilika na kukurudia wewe uliye muumbaji wetu. Ninajua sura iliyoibiwa na shetani sasa umeirejesha. Waondolee ile sura ya shetani, wape sura kamili iliyokuwa yako. Biblia inasema umetuumba kwa mfano na kwa sura yako. Sasa ile sura kamili uliyoiumba na ikuje kwa watu hawa. Kuanzia leo mitego ya shetani imeondolewa juu yao. Hawa wameteuliwa, hawa wamekombolewa. Majina yao yapate nafasi kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kuwaokoa. Asante Yesu kwa kuwasamea. Kwa jina la Yesu nimewaombea na kuamini. Watu wote waseme amen. Secretary wako wapi? Twende pande ile tu. Sijui conviction umetoka wapi secretary, swear you. Twende pande ile. Tafadhali ninataka unibu. Ngoja kidogo. Tafadhali nataka jina lako liandikwe pale, namba yako ya simu. Nataka nikuwe ninawaombea mimi personally. Niwe ninataja jina lako kwa maombi na nikuwe ninakuombea ili Bwana akulinde na akubariki. Enda pale. Wapi Leonard? Secretary wao wengi. Kwani Leonard ameenda wapi? Wawe wengi. Wewe ni Wenye kuandika wao. Saidiana Pastor Anis. Sawa. Sasa ninataka kuombea wagonjwa. Songa hapa chini kabisa, nataka kuombea watu. Na nyinyi mkimaliza tu kuandikwa jina hapo. Huyo mwache tu huyo, namshughulikia hapo. Hata wale mkimaliza kuandika jina na wewe ni mgonjwa, urudi hapa. Watoto turudi, kuja watoto, twende pande hii. Usisumuke na huyo anahudumiwa na Bwana.
anahudumiwa saa hii tu. Watoto twende pande hii. Abarwaire bonsi songa hapa. Unahitaji maombi? Asha saidiana, toa huyu hapa. Niletee yeye hapa juu. Niletee huyo hapa juu. Watoto wenda hivi. Kama unahitaji maombi, songa hapa nikuombee. Toka kule, hiyo kamba itolewe sasa. Hiyo kamba itolewe. Hiyo speaker isongeshwe hivi. Songa hapa. Songa tu hapa. Unahitaji nikuombee? Songa hapa. Hiyo kamba iwekwe chini. Sukagocha iga mwenzi. Mimi sio lazima nikushike nikuombee nikikuombea. Hapana, mimi naomba nikiwa hapa tu. Songa tu, mimi nakuombea nikiwa hapa. Wewe songa hapa karibu. Hebu ngoja kidogo. Ngoja kidogo mtumishi wa Mungu. Kuna mtu hapa jana tulimuombea hapa kwa kiwanja. Na ananiambia ako na ushuhuda, kuna kitu Bwana alimfanyia hapa kwa kiwanja. Na kama kuna watu kama hao nilikuombea jana na Bwana akakutendea, hakikisha umekuja umepeana jina lako. Amen. Na kama utaweza kupeana ushuhuda nitashukuru, na kama utaweza kuongea hapa tutakupa nafasi uniambie tu kile Bwana amefanya. Na Bwana atapokea utukufu. Hebu sikia ushuhuda kwa dakika moja tu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Henry Mkova. Yes. Mkazi wa nyumbani ni Kenya Vini. Nimekuwa mgonjwa kwa miezi 2. Nikaenda Gesara tarehe 5 Disemba. Gesara wakanipima kikohozi nini, majibu ikaenda manga. Venye nilichukua majibu waliniambia niko na pneumonia. Kwanza venye nilienda huko nikitoka waliniandikia majibu madawa za ikeuno. Pneumonia. Wakaniambia ndio nunue hizo madawa. Na sikuwa najiweza, nilikuwa na hara kutapika. Sikuwa na appetite ya kukula. Hakukuwa na appetite. Nikarudi nyumbani. Wakaniambia uko na TB, utakujia majibu. Wakati walikupima walikuambia una TB. Waliniambia. Kwanza ulikuwa na shida gani ukienda kwa hospitali? Nilikuwa na kohoa, nikifika hata hapo nilikuwa nimeishiwa nguvu, afya yangu unakohoa kabisa. Afya yangu hata sura yangu afya yangu imebadilika baadhi, hata haijarudi. Sura haijarudi vizuri. Hata saa hii ndio hata December sichakula baadhi. Na sasa tulipokuombea jana. Jana sasa venye nilitoka Gesara, sasa nikaona madawa hawakuwa na madawa ya DB. Sasa nimekuwa nikishughulikia nikienda general. Nilienda general date 26. 26 tumekuwa tukienda na mamangu 27 tukapata daktari akatuambia. Sasa wakanipea chupa ya kikohozi, wakaniambia utaenda upime tena, tupime majibu. Waangalie tena. Mimi niko na Biblia kwa nyumba basta. Mimi nimekuwa na mashida by the prison nimekaa, nilienda 2016 prison. Umekuwa prison? Prison nilikamata na gangire, tulikamata na best yangu, lakini ni mambo ya kuwekelewa. Lakini niliomba huko nikiwa na Biblia. Nikitoka huko by the shetani ni mbaya, akaniletea tena kesi kama hiyo ushuhuda tutaisema tena siku nyingine, lakini kwa sasa nataka tuongee hii ya TB. Ya jana. Sasa nilipokuombea. Uliponiombea jana. Daktari si unaona walikuwa wameniambia hiyo majibu, lakini nilikuwa hata mimi nikiomba wakaniambia hiyo majibu. Utaenda tena tukupime tuone, lakini TB inaonekana kidogo, lakini tukupima utaenda upigwe picha ya kifua. Juu unakoa sana. Sasa venye nilikuja hapa jana mimi nimeamini, hata ni bibi ya bradangu aliniambia si uende Crusade, kuna Crusade huko umeteseka sana. Si uende uombewe. Enda uombewe. Sasa jana nilikuja nikapita hivi njia ya chini. Nikakuja. Nikikuja Otiza alikuwa anahubiri. Baada nilianza kubarikiwa kutoka huko. Kutoka kwa mtumishi wangu Otiso. Nikifika hapa ndio watu wanasema wenye wako kwa sengenga wacha waingie ndani. Ukaingia. Roho ikaniambia tu uingia. Watoto ndio walikuwa mbele, watu wako nyuma, lakini mimi roho ikanisukuma nikasimama hapa karibu na kamba. Nikamwambia Mungu venye nimefika hapa na mashida niko nayo. Acha Mungu nisaidie. Mimi nikaamini tu, nikakuwa naomba venye uliniombea. Mimi nimerudi hosi, nimepigwa picha ya kifua. Hata waliniambia hatuoni ugonjwa. Hakuna TB. TB imepona. Amen. Huyu kijana jana nikiombea nikasema wale walilishwa chakula na wachawi
alitapika sana hapa. Nguvu ziliisha. Niliomba nikasema watapike hiyo uchawi itoke ndani yao. Mungu basta, na nashukuru mimi nitakuwa mshirika wako. Karibu sana. Na nimeamua kumtumikia Mungu. Amen. 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 Mlevi na umeamua kuachana. Jana Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Nataka tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri kwa sababu ya kila anachofanya. Amen. Nilisema nimekuja hapa hata baada ya hii gharama yote tumelipa mkutano uwe hapa. Yes. Si kwa sababu ya watu wamekuja kututumbuisha tu. Yes. Ni wale nipate tu moyo wa mtu utabadilika. Aache bangi, aache pombe, magonjwa wachawi waliwaweke. Itoke mpone. Kama kuna mwingine na ushuhuda na wale watapokea miujiza yao leo, jioni ya leo. Maana kweli Bwana aliniambia anaponya watu kwenye mkutano huu. Kama una ushuhuda na unasema utaweza kuongea, tafadhali usiende nyumbani kabla upeane ripoti. Na kama uwezi kuongea, utakuja tu niambie mimi mwenyewe. Maana yangu itabaki na wewe. Kuna watu wanapona ukimwi jioni ya leo. Tangu jana wanapona huo ugonjwa. Hapa sio mara ya kwanza hii imefanyika. Nimeombea wengi wamepeana shuhuda. Kwa hivyo hapa ukiona utaogopa kupeana hiyo ushuhuda, njoo uniambie. Inua mikono yako juu. Wale wanahitaji kuombewa, inua mikono yako juu. Yes. Asante Yesu. Asante Yesu. Sukari inapona leo. Kwa jina la Yesu. Shida za uvimbe wa miguu unaondoka leo. Kila kisirani wachawi walituma kwa nyumba yako inatolewa leo. Laana walizoongea kwa mchanga, wakikulaani, wakikutumia uchawi, hiyo inaondoka leo. Pastor Dina, utanikosea wewe. Hizo laana zinaondoka leo. Hiyo kisirani inaondoka leo. Hiyo tumbo walifunga kwamba haitakuwa na mtoto, hiyo utasa waliweka, ninaifungua leo na unatoka hapa ukiwa salama. Na mikono yako juu. Watu wameanza kuhudumiwa tayari. Watu wameanza kuhudumiwa tayari. Reketere basaka ya mama. Erikata ya mazeka ya bo. Erekere bakanta ya mazia. Eriketere makanti rikabazea. Sasa nimeomba kwa jina la Yesu. Kila laana zilizowakamata hawa walioteswa na wachawi, sasa hizo laana ziwaachilie kwenye uwanja huu. Roho wa Bwana aanze kutembea, aanze kufanya kazi. Roho wa Bwana wahudumie. Roho wa Bwana wahudumie. Roho wa Bwana wahudumie. Sasa hivi wote majina yao iliwekwa kwa madhabahu ya wachawi. Sasa nimeamurisha kwa jina la Yesu, hayo majina yaondolewe pale. Hayo majina yaondolewe pale. Hayo majina yaondolewe pale. Sukari ipone, ukimwi ipone, kansa ipone. Ashasa. Kimbia kila mahali mkiwasaidia, maana uchawi unaharibika, nguvu za giza zinaharibika. Kila mahali kwa hii kiwanja watu wahudumiwe sasa. Watu wahudumiwe sasa. Fire is on you. Moto unashuka sasa. Moto unashuka sasa. Hiyo nguo yako walichukua, lazima waiachilie. Ndio hiyo. Roho wa Bwana wakamate. Roho wa Bwana wahudumie. Roho wa Bwana wakamate. Roho wa Bwana wahudumie. Sasa saa hii. Tumbo zao zifunguliwe. Tumbo zifunguliwe. Tumbo zifunguliwe. Tumbo zifunguliwe. Miguu yao ifunguliwe. Watoto wao wafunguliwe. Ndoa zao zirejeshwe. Moto unashuka. Moto unashuka. Ninaona nyungu za wachawi zinapasuka sasa. Ninaona madhabahu ya wachawi inapasuka sasa. Nini waliweka kwa nyungu? Ninaona nguo ya mwanamke, nguo nyekundu, nyungu inapasuka. Egesa pona. Watu hapa wapone. Biashara ipone. Kazi ipone. Ndoa yako ipone. Toka.
umebaki, hauna sehemu, umekamatwa, hauna nafasi tena, you are under arrest. Sikia, kuna kitu Bwana ananizungumzia. Kuna kijana mwanafunzi kule katikati, kwa jina la Yesu, amekamatwa nyota yake ya masomo. Wachawi waliikamata. Wewe cheka tu, lakini baadaye utashangaa. Wachawi wamemkamata. You can see, ona vile hiyo roho inatoka. Angalia hiyo roho vile inakimbia. Angalia hiyo jamaa vile anahudumiwa. Roho toka. Roho za wachawi kimbia. Nguvu za wachawi toka. Achilia nyota ya kijana, achilia masomo ya kijana by fire. Wautumiwe. Achilia. Ino mikono yako kule nyuma, mikono yako kule nyuma. Kuna kijana kule, Bwana ananionyesha masomo yako ilikamatwa. Wakati mwingine unaenda kusoma na chozi inatoka kwa macho yako. Bwana ananizungumza right here, ananiambia ni wachawi walikamata nyota yako, ni wachawi walikamata masomo yako, ni wachawi walikamata nyota yako. Saa hii kwa jina la Yesu, wherever you are, be free. Hao wachawi wakamatwe. Hao wachawi waachilie makaratasi ya shule, waachilie vitabu vyako, waachilie. Yo. Be free now. Wekwa huru saa hii. Niletea hawa watu hapa juu. Walete hapa juu. Bring them here. Walete hapa ni wahudumie. Wasaidie tu. Asha, saidiana tu. Niletea hawa watu hapa juu ni wahudumie. Wamekuja hapa wahudumiwe. Sikia, kuna maombi ninafanya. Chochote walituma juu ya watoto wako, chochote walituma kwa biashara yako, chochote walituma kwa kazi yako, saa hii tonight inaenda kuachiliwa. Na vile inaachiliwa, utaona vile watu wanafunguliwa hapa. Kuna mama ametumiwa kansa ya matiti. Ukigusa titi yako moja, unasikia kuna kitu kigumu ndani. Hii ni kansa imetumwa na wachawi. Wanajaribu kukurogea. Kama ni wewe ninaongea habari zako, saa hii unawekwa huru. Uko wapi? Uwekwe huru saa hii. Where are you? Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Yo. Asha, usaidie. Hiyo kansa ikauke. Hautakaswa matiti yako. Bwana anakuponya. Hiyo kansa inakauka. Niletea huyo mwanamke hapa. Letea mimi yeye hapa. Kuna moto wa Bwana unatembea kwa kiwanja hiki. Uchawi unaharibika. Magonjwa yanaenda. Sukari zinapona. Asma inapona. Kifua kikuu kinapona. Saidiana. Kule nyuma. Saidia yule na mtoto. Wasaidie. Moto wa Bwana unafanya kazi. Roho wa Bwana anawahudumia. Angalia hata wale wanaume. Wapi wale wanaume? Asha, suwa mama toka. Wachia wanaume walete huyo hapa. Kuna mtu anasema ati huwa anawekea watu mikono ndio wanareceive. Sikia nikwambie, Roho wa Bwana hana mipaka. Mahali popote huko unahudumiwa hapo. Si lazima uwekelewe mikono. Kila uchawi ukuachilie. Kila kazi za giza zitoke. Wewe uliyefungwa na madawa, wewe uliyefungwa na uchawi, leo ninakurejeshea fahamu. Nani huyo ametumiwa roho ya wazimu? Ninamuona kichwa inauma, amekataa kupona. Ako wapi? Amekunywa madawa na maaponi. Huyo autumiwe saa hii. Hiyo kisirani ya uchawi iachilie maisha yake. Fire. Hudumiwe tu kutoka mahali huko. Wewe amini tu, niko hapa nikuhudumie.
Nimetumwa kwa sababu yako. Mahali popote huko tu inua mikono yako. Mama. Erekere baba. Rakata ya mazaka ya baba. Erekere bakata ya mazaya. Ninaona roho ya nyoka. Kuna mama hapa anasikia kitu inatembea kwa tumbo, inatoka pande hii, kutoka kwa mkono wa kulia inaenda kwa mkono wa kushoto. Hata kuna wakati ulilala ukiangalia tumbo yako ukaona hiyo kitu kabisa inapita. Hii ni roho umetumiwa ikutese, ikumalize. Na hata ukiangalia tangu hiyo kitu ilianza kutembea, damu ya mwili wako imeanza kuisha. Wakati mwingine unaamuka unaona kizunguzungu. Ni kama wametuma hii kumalize. Afya nyama za mwili zimeanza kuisha. Uko wapi wewe uhudumiwe katika jina la Yesu? Ninakamata hii roho ya nyoka. Ninakamata hii roho ya nyoka. Ninakamata hii roho ya nyoka. Yuko wapi? Ninakamata hii roho ya nyoka. Ninakamata hii roho ya nyoka. Mahali popote yako. Ninang'oa hii roho. 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 Kama vile umekuwa ukisikia ikitembea, saa hii itembee na kuondoka. Yoyo, mara ya kwanza itoke, mara ya pili itoke, mara ya tatu. Fire! Yes! 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 Hiyo kiwanja mahali umekanyaga, hiyo kiwanja imetakasika kwa damu ya Yesu. Hauwezi toka hapa hata kama ulikuwa umeruka uchawi ukakatwa mguu. Hiyo haiwezekani. Bwana anakurejeshea afya. Miguu yako haitakatwa. Wewe utaishi, na walioweka huo uchawi chini, wao wenyewe waambukie pale, wakatwe miguu yao. Ninaongelesha anga saa hii. Mahali popote walinyoa nywele zako wakaweka. Mahali popote walikata kitambaa ya mtoto wakaweka. Mahali popote walishika maji ulijisaidia, wakachukua ile mchanga wakafunga. Ndio maana ulali unaumwa, sio mgongo, sio kifua, sio tumbo, sio miguu. Saa hii kwa jina la Yesu ninaongeleza anga na ardhi. Mahali waliweka, ninafungua hiyo. Ninafungua hiyo. Ninafungua ndoa yako. Ninafungua pesa zako. Ninafungua watoto wako. Ninafungua kazi yako katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Chomeka na muende. Chomeka na muende. Chomeka na muende. Enyi pepo dagoni. Enyi pepo wa kizunguzungu. Enyi pepo wa mauti. Enyi pepo wa makaburi. Ninakuongelesha sasa. Back and go. Down out of this body. 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 Fire is on you. Fire is on you. Chomeka na muachilie. Chomeka na muachilie. Chomeka na mkimbie. Songa hapa, nikamata kichwa chako mama. Bwana akuhudumie. Bwana akushughulikie. Bwana akufungue. Bwana waweke huru. Bwana waweke huru. Eroiga muwe nena gusiburwa. Marwa iraru igoro ya ino. Mechanere. Okolero kubotuko koere. Bwana walete afya. Bwana wafungue. Bwana watendee. Waliweka mikono juu yao na watu wakaponywa, watu wakatakasika. Nimetangaza upone, nimetangaza utakasike kwa damu ya Yesu. Upone na utakasike kwa damu ya Yesu. Utakasike kwa damu ya Yesu. Upone na utakasike maisha. Ufunguliwe kutoka mizigo
mizigo na mahangaiko na kilio, Bwana kuletee sura yako kamili. Maisani ninaona nyota kubwa juu yako. Ni shetani tu amekuchanganya, lakini sasa narejesha nyota yako in the name of Jesus. Hautakufa maisani, utaishi. Bwana akubariki. I bless you mama in the name of Jesus. Hiyo kilio imefika mwisho, hiyo mahangaiko imefika mwisho. Bwana kuhudumie sasa, Bwana kushughulikie sasa katika jina la Yesu. Power of the Holy Spirit sasa imanifesti juu yenu. Machozi yafike mwisho, kila kilio iondoke, kila mateso iondoke, kila maumivu yaondoke, kila kisirani iondoke, kila mitego itolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you Holy Spirit of God. Thank you Jesus. Katika jina la Yesu. Hudumiwa tu. Bora nimekugusa tu, hiyo inatosha. Leo usingizi utalala, utaamini. Leo unahudumiwa. Jehova anakutembelea. Jehova anakuhudumia. Jehova anakuhudumia. Leo mshughulikiwe. Kila uchawi umeharibika, kila laana zimeondolewa. Hayo majina walikuita majina ya kisirani, majina ya kumwaga damu, roho za ajali, nimezitoa juu yako katika jina la Yesu. Muhudumiwe na Jehova in the name of Jesus. Muhudumiwe. Hiyo mizigo waliweka juu yenu itoke sasa katika jina la Yesu. Bwana akupe ndoa yako, Bwana akupe ndoa yako, Bwana akupe furaha ya ndoa, Bwana bariki watoto wako, Bwana akupe ndoa yako. Fire! Chomeka kila maroho chochote walishika wakasema utaolewa. Niko hapa. Bwana achilia maisha ya huyo dada, achilia ndoa yake, kila kisirani ichomeke na iende in the name of Jesus. Bwana wahudumie wanangu, Bwana wahudumie. Songa tu karibu, Bwana wahudumie. Hamtakufa mtaishi, Bwana wahudumie. Nibebe huyo mtoto juu, Bwana wahudumie, in the name of Jesus. Bwana wahudumie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana watende mema, Bwana wahudumie. Inua mikono yako juu mahali popote huko. Kuna ombi ninasikia kufanya. Inua mkono wako juu kabla utoke hapa. Kila mapepo niliyoyang'oa hapa nimeyatuma kuzimu. Hayana nafasi kwa yeyote hapa. Nimeyatuma kuzimu. Mapepo ya utasa yaende kuzimu. Roho ya wazimu nimeituma kuzimu. Roho ya mahangaiko nimeituma kuzimu. Roho ya mateso nimeituma kuzimu. Jehova wape amani. Bora ulifika kwa hii kiwanja. Bwana akupe amani, Bwana akubariki. Chochote ulipoteza akurejeshe in the name of Jesus. Jehova uishie milele. Nimebariki Egesa, nimebariki biashara ya Egesa, nimebariki wenyeji wa Egesa, nimebariki na wanaoishi Egesa, kutoka barabara ya kutoka Nyatieko mpaka Kisii town, barabara ya kutoka Keroka ikiingia Kisii town. Leo ninanenea mapepo ya Illuminati, leo ninanenea mapepo ya devil worshiper. Hakuna mtu atatolewa kafara Kisii, hiyo roho nimeikataa. Hakuna mtu atatolewa kafara kwa njia ya ajali. Hakuna mtu atakufa kwa ajali. Hakuna mtu atakufa na hatataka. Leo nimekataa hiyo. Lazima utavuka mwaka ukiwa salama. Hiyo mipango ya giza nimeiharibu. Hiyo maneno yao nimeyaharibu. Hiyo mikutano yao nimeisambaratisha. Upokee maisha marefu, upokee amani, uishi miaka yako yote. Kila aliyekutesa aibike, aone vile Bwana anakuinua. Wewe uliyetumiwa roho ya umasikini, Bwana ibadilishe hiyo roho iwarudie wenyewe. Wewe ubarikiwe mpaka watu washangae, waulizane oyonyarebe ulikuwa maito kwa motaka
Nero ya bana bae wachire ng'ombu. Nero yo rero guturangerito igore nyumba. Nero yo gorire gari. Nero yo gorire amaremo. Jehova akubariki. Jehova akuinue. Jehova akupe amani. Wewe ambaye ulali usiku kwa sababu ya kuumwa mwili, Jehova anasema hivi kwa kitabu cha Zaburi, wale hawapendao hatawapa usingizi, watalala kama watoto wadogo, hatawabariki hata wakati wamelala. Nimekubariki kama nabii kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa yale umetenda hapa. Asante kwa TB na alsa ambazo umeponya. Asante kwa sababu ya ukimwi ambao umeponya hapa. Asante kwa sababu ya ugonjwa wa sukari ambao umepona. Asante kwa kuponya yule mama kansa ya matiti. Asante kwa kuondoa uvimbe kwa miguu wa yule mzee. Asante kwa kuondoa pressure. Asante kwa ajili ya arthritis imepona. Asante kwa hii asma ambayo imepona. Jehova uinuliwe. Jehova utukuzwe. Na hata kesho uendelee kutenda. Wote nitawaombea hapa Bwana, wasirudi vile walikuja, lakini mabadiliko yawepo, na jina la Bwana liinuliwe. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Watu wote waseme amen. Na wale wote wananisikia kwa redio Sayari, wenda hukuweza kufika hapa, lakini unanisikia mahali popote huko. Shida hizo umesikia nimetaja hapa, wenda zinakusumbua na kukutesa, na kwa sababu ninaosikia ni wengi wananifuatilia, nimekuombea kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako kwa hiyo redio, mahali popote upo. Wewe msikizaji mpenzi wa Sayari, nyosha mkono wako kwa hiyo redio, maana hayo magonjwa yanatoka. Ni mama mgani huyu ninaona ako kwa nyumba yake, jasho imeanza kumtoka, amekuwa akiumwa na kifua, liberera ya ikire igoro ndochoko ligamura. Wena marwaira yuarurororo ukunoko wena gogokoreka igoro yao. Wena mama nyetengo kuole. Wena wale wote wako kwa hospitali wananisikia kupitia kwa redio hii, katika jina la Yesu nimekuombea, nimetangaza upone kama vile Bwana amefanya hapa kwa kiwanja, na afanye na kwa nyumba yako pia, kama vile ameponya hapa, na nyumba yako ipone, watoto wako wafunguliwe, ndoa yako ifunguliwe, biashara yako ifunguliwe, kazi yako ifunguliwe. Wewe uliyehangaika ukitafuta kazi, nimefungua milango. Waliofunga wamekufa, walioitafuta roho ya mtoto wamekufa. Sasa njia zako zinafunguka. Pokea kazi, pokea afya, pokea amani katika jina la Yesu. Yes, Lord. Bwana akutende mema na Bwana akufungue. Yes. Kwa jina la Yesu nimekuombea nikiamini. Wale wa redio sema amen. Ni mimi Pastor Ezekiel Sagana, kiwa unanisikia kutoka kwa redio. Niko Kisii na ubiri na huduma wa Seed of Abraham Deliverance Ministries hapa Kisii, mahali panaitwa Egesa Kiogaro. Hapa ndio mahali ninapatikana. Nataka kupeana namba yangu hewani kwa wale wananisikia kwa redio na angetaka kunifikia na kuongea na mimi. Namba yangu ya simu ni 0705 894 938. 0705 894 938. 0705 894 938. Crusade yetu inaendelea kuanzia kesho. Uko Keroka, uko Nyamache, uko Nyamira, uko Yugis, uko mahali popote na unanisikia, hata kutoka Kilgoris, watu unisikiza kutoka kwa redio. Nimekukaribisha hapa Kisii. Wewe fika Kisii, piga hiyo namba ya simu, utapewa direction uje kwenye Crusade hii, maana tuko na mkesha mkubwa Jumapili tarehe 31, kesha ya kuvukisha watu mwaka, na tutaifanyia kwa kiwanja hapa kwenye market kwenye Crusade hii.
Tutakuwa na crusade kubwa na kesha kubwa, na tutaombea wagonjwa hapa. Tutavukisha watu mwaka in style. Usikose, njoo, umekaribishwa. Watangazaji wa radio Sayare, Bwana wabariki. Station hii mwenyewe, Bwana akubariki. Kwa jina la Yesu nimewaombea. Amen. Tukutane tena kesho. Wacha nimlete. Kuna kifungu ninaambiwa imepotea. Usiende nyumbani ukalale bila kifungu. Usiende kuvunja nyumba. Kifungu iko hapa. Asante mtumishi wa Mungu, unaweza kuendelea. Amen. Kuna simu hapa. Kuna simu hapa ya wale watu walikuwa naombewa. Chukua hiyo simu dada yangu. Amen. Na kama kuna kitu labda wakati ulikuwa naombewa haujaiona, ukuja hapo usaidiwe. Kuna mwenye alikuwa na kifungua hapa na naona ya motorbike. Ako wapi? Yes. Okay. Basi. Aya, kuna mwenye ameangusha pesa kidogo hapa. Mbwatrika. Kuna pesa umeangusha hapa, ukujie. Mbwatrika. Shikia hivi. Yule mtoto anaitwa Alex, mama yako anakuhitaji ukuje hapa. Ukuje hapa. Kesho tutaanza mkutano mapema. Inua mkono wako, nataka kuombea. Maana time imeenda, tutaimba kesho. Neema ya Bwana Yesu iwe juu yako. Baba, mbariki huyu mama, bariki huyu jamaa, bariki huyu mzee, bariki huyu kijana ambaye amevumilia mpaka wakati huu. Kile ambacho kimefanyika hapa kifanyike maishani mwake. Wacha aone mabadiliko. Wacha uponyaji utembee na yeye. Bwana, kama vile wengine wamefanyiwa wana ushuhuda, mpe huyu ushuhuda pia. Mpe ushuhuda huyu kijana, mpe ushuhuda huyu mzee katika jina la Yesu. Obo tuko bwale aranya saone. Ondeta yogo chando na barogi. Ondeta yogo chando ne chindoto chimpe. Ondeta yogo fami wana barogiri na meikaye birecha. Na